Katika video hii tutazungumzia tiba 3 unazoweza kuzitumia kuondokana na tatizo la bawasiri ya nje, bawasiri ya stage ya 4. Mimi huwa nazigawanya bawasiri katika stage 4, stage ya kwanza mpaka ya 4. Stage ya kwanza ikiwa ni bawasiri ambayo iko ndani, haijatoka nje na mtu anaona tu dalili za damu kwenye choo na pengine kuwasha, lakini mara nyingi hakuna maumivu na wala bawasiri haionekani nje kabisa. Hiyo ni stage ya kwanza ambayo kuishughulikia sana sana ni mabadiliko ya mtindo wa maisha, kuongeza nyuzi kama ambavyo nitazungumzia, maji ya kunywa pamoja na mazoezi, okay? Lakini stage ya pili ni bawasiri ile ambayo inatoka nje na inarudi ndani yenyewe. Inatoka nje na inarudi ndani yenyewe. Kwa hiyo mtu akienda aje inatoka, baada ya dakika 5-10 inarudi ndani. Stage ya 3 ya bawasiri ni ile ambayo inatoka nje lakini hairudi isipokuwa umeisupport. Mpaka uisupport kuirudisha ndio inarudi ndani. Hiyo ni stage ya 3. Na stage ya 4 ni ile ambayo sasa imekatalia nje moja kwa moja. Imebaki pale nje, hairudi ndani, okay? Sasa ni hiyo stage ya 4 hasa, ile bawasiri ambayo imekaa nje moja kwa moja, ndio ambayo nina shauku kuizungumzia leo na mambo ambayo unaweza kuyafanya kusaidia kuirudisha ndani, okay? Jambo la kwanza ni mkando wa barafu na maji moto. Warm and cold water compress, kizungu tunasema hivyo. Kimsingi unachokifanya kwenye warm and cold water compress, unahitaji vitu viwili vya msingi. Unahitaji barafu ambayo ipo kwenye mfuko safi, na unahitaji maji ya moto. Sasa haya maji ya moto unayaweka kwenye chombo ambacho unaweza ukakikalia na yale maeneo ya bawasiri yakagusa yale maji. Moto kiasi gani? Moto ambao unaweza kustahimili. Zingatia hili, isiwe maji ya moto ambayo yanakuunguza, iwe ni maji ya moto ambayo unaweza kuyastahimili. Kwa hiyo zoezi unalifanya kwa namna hii. Unakaa kwenye maji ya moto kwa dakika 10 mpaka 15. Zingatia tena moto ambao unaweza kustahimili, sio moto ambao unakuunguza. Kwa dakika 10 hadi 15, kisha unahama, unakalia barafu. Unaweka barafu kwenye sehemu husika ya bawasiri kwa dakika 10 hadi 15 tena, unarudi tena kwenye maji moto. Unafanya hivyo kwa mizunguko 3 mpaka 5. Yaani moto, barafu, moto, barafu, moto, barafu. Hiyo ni mara 3. Ikipendeza unaweza kufanya hadi mara 5, okay? Sasa hii chunguzi inaonyesha sana kwamba inasaidia sana kwa wengi huwa inapunguza sana maumivu, na wachache huwa inapona kabisa kwa kufanya hii peke yake, okay? Na ndio maana nimeweka njia 3 hapa tofauti. Kwa kufanya hii peke yake huwa inachukua majuma 2 mpaka majuma 3 kuweza kuimaliza kabisa ile bawasiri. Kifiziolojia tunachokuwa tunakifanya kwenye mkando wa barafu na maji moto ni kufanya mbadilishano wa damu, kitu ambacho tunakihitaji sana kwenye uponyaji wa aina yoyote. Damu ndio uhai wa mnyama. Uhai wa mnyama upo kwenye damu. Kwa hiyo ili tupate uponyaji kwenye sehemu yoyote, damu inatakiwa iflow kwenye ile sehemu vizuri sana, itiririke vizuri sana. Kwa hiyo tunapokuwa katika hali ya joto, kwa kawaida damu inakimbilia ile sehemu, na kunapokuwa kuna baridi, damu inakimbia ile sehemu. Hii ndio sababu kwenye siku yenye jua kali sana utaona mishipa yako ya damu kwenye mikono inaonekana sana, okay? Vasodilatation Kiingereza tunaita hivyo. Manake damu inakimbilia zaidi kwenye ngozi wakati joto ni kali, jua ni kali. Na wakati wa baridi unakuta ile mishipa ya damu inasinyaa, damu inakimbia kutoka kwenye ngozi, right? Sasa hicho ndicho ambacho tunakifanya kwenye mkando wa barafu pamoja na maji moto. Unapokaa kwenye maji moto, damu inakimbilia kwenye ile tissue ya bawasiri pale kwa wingi sana, damu ambayo ni fresh, damu ambayo ina elements zote za uponyaji ambazo tunazihitaji. Na unapokaa kwenye barafu unaikimbiza ile damu kutoka pale. Kwa hiyo unaporudi tena kwenye maji moto, damu fresh nyingine inakuja. Kwa hiyo damu inakuja, inaondoka, inakuja, inaondoka. Na huo mbadilishano wa damu unahitajika sana kwa ajili ya kuchochea uponyaji kwa namna hiyo. Chunguzi zinaonyesha matokeo mazuri yanaonekana kwa kufanya wiki 2 mpaka wiki 3. Fanya mara 2 inapendeza zaidi. Unafanya asubuhi na kabla ya kulala usiku. Kama itashindikana na utafanya mara moja, basi hakikisha hiyo mara moja ni kabla ya kulala usiku.
Uponyaji unatokea usiku tukiwa tumelala. Kwa hiyo unafanya kabla ya kulala, ndipo unakwenda kulala, na kwa jinsi hiyo unakuwa umechochea uponyaji wa bawasiri kwa urahisi zaidi. Okay? Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni aloe vera. Okay? Sasa aloe vera unaweza ukaitumia kama product, kama gel ambazo zinauzwa, au ukaitumia local aloe vera kama umepanda aloe vera hapo nyumbani kwako, au unaweza kuzipata, unaiosha vizuri, unaichana, unatumia ule ute wake. Matokeo ya uchunguzi inaonyesha ni sawa sawa tu kwa mtu anayetumia gel na kwa yule ambaye anaitumia local ambayo anaweza kuipata, ukaichuma mahali ambapo unaweza kupata aloe vera. Okay? Sasa nini unakifanya? Nisisitize jambo la muhimu sana kwenye utumiaji wa aloe vera. Yale maeneo yanapaswa kuwa safi sana. Kwa hiyo unaoga vizuri, kwa sababu kwa mtu mwenye bawasiri katika hatua ya 4, na hasa ile ambayo imekaa muda mrefu, wakati mwingine hata ile bawasiri unakuta kama imechanika, tissues zinakuwa zimechanika kwa namna hiyo, kiasi kwamba inakuwa rahisi sana kukamata uchafu. Haja inapopita pale ni rahisi sana yale maeneo kukamata uchafu na hata kutengeneza infection. Okay? Kwa hiyo unachokihitaji kufanya hapa ni usafi wa hali ya juu wakati unatumia aloe vera. Usafi wa hali ya juu. Unahakisha kuko safi, alafu unatumia tu vidole vyako, mikono yako ikiwa ni misafi, unapaka ile aloe vera gel, au kama ni umetumia local aloe vera ambayo umeichuma mahali, basi unatumia ule ute wake, unapaka ile sehemu husika. Unafanya mara 2 kwa siku. Unapaka asubuhi na unapaka kabla ya kulala. Hakikisha kabla ya kupaka yale maeneo yako masafi. Kwa nini inafanya kazi? Aloe vera ina compounds nyingi sana ambazo ni anti-inflammatory. Anti-inflammatory Kiswahili sasa. Inapunguza uvimbe. Okay? Tuseme hivyo. Inapambana na uvimbe. Ndio sababu aloe vera inafanya vizuri hata unapoungua. Kwa mfano umeungua, badala kama ambavyo wengine huwa wanapaka asali, na yenyewe ina anti-inflammatory, lakini aloe vera ina nguvu zaidi. Kwa hiyo unachukua ule ute wa aloe vera unapaka kwenye sehemu ya jeraha, inapona kwa haraka zaidi. Chunguzi nyingi zinaonyesha aloe vera ni nzuri sana hata kwenye kushughulika na vidonda vya aina mbalimbali. Kwa hiyo ninaeleza hivyo ili uelewe kwa nini aloe vera inafanya kazi. Ni anti-inflammatory, kwa hiyo inakusaidia kupunguza uvimbe wa ile tissue, na yenyewe unaifanya kwa wiki 2 mpaka wiki 3 mara 2 kila siku. Nasisitiza usafi wakati unatumia aloe vera. Okay? Jambo la 3, labda kabla ya kwenda kwenye jambo la 3, ni vizuri kadiri inavyowezekana utumie njia zote 2. Okay? Utumie njia zote 2. Unahakisha sehemu zako ni safi vizuri, unatumia njia hiyo ya maji moto na barafu, alafu ukimaliza hapo unapaka aloe vera yako, unaendelea na shughuli zako. Jioni tena unakuja unarudia zoezi la barafu na maji moto, alafu unapaka aloe vera, unakwenda kulala. Unafanya hivyo kwa majuma 2 hadi majuma 3. Jambo la 3, sasa ukiangalia hizi njia 2 ambazo nimezionyesha hapa, utaona zinashughulika na tatizo kutokea nje. Sio, tunapunguza bawasiri kutokea nje, lakini sasa ni muhimu kwenda ndani pia, kwamba hiyo bawasiri itokana na nini. Asilimia zaidi ya 80 ya watu wenye tatizo la bawasiri lilianza na tatizo la choo kigumu au ukosefu wa choo, constipation. Na kwa nini watu wanapata constipation? Sana ni kwa sababu hizi 3. Ni kutotumia au kutokula nyuzi za kutosha kwenye milo yao, kutokunywa maji ya kutosha kila siku, au kutokuwa na mazoezi, hasa kama mtu shughuli zake ni za kukaa muda mrefu pasipo kumove mwili wake. Okay? Kwa hiyo nikisema nyuzi ni muhimu ifanyie kazi, kwa sababu haitakuwa ina maana kama utumie hizi njia 2 alafu hautumii nyuzi za kutosha, kwa hiyo unaendelea kupata choo kigumu, unaendelea kutengeneza tatizo. Kwa hiyo unahitaji chakula chako kiwe na nyuzi. Tukisema nyuzi, kimsingi kabisa nazungumzia jambo la kwanza ni mboga za majani kwa ujumla wake. Lakini nafaka ni nafaka ambazo ni nzima, sio nafaka zilizokobolewa. Nazungumzia mchele wa brown badala mchele mweupe, unga dona badala ya unga mweupe, ngano ya brown badala ya ngano nyeupe. Kwa hiyo nafaka zote unazokoboa unaziondolea kitu cha kwanza nyuzi. Kwa hiyo utaki ulifanye hilo jambo, hakisha unatumia nafaka nzima pamoja na mboga za majani pamoja na matunda.
Penda kutumia matunda, usitumie juice. Okay? Itakusaidia kupata nyuzi za kutosha. Kila mlo wako hakikisha umeambatana na nyuzi kwa maana ya nafaka zenyewe zile nzima, lakini hakikisha una mboga ya majani kila unapokula. Lakini maji ya kunywa. Mtu mzima mwenye afya kila saa 24 anahitaji kunywa angalau lita 2 za maji, glass 8. Hii sio hata ushauri, ni amri kwa mtu yote ambaye anajali afya yake. Angalau maji glass 8. Kama utumii maji ya kutosha ya glass 8 kila saa 24, basi unajitengenezea mazingira ya kupata choo kigumu, na kwa hiyo unatengeneza tena sababu zilizokupelekea tatizo la bawasiri kwa mara ya kwanza kabisa, choo kigumu. Okay? Lakini mazoezi. Hakikisha una kiasi fulani cha mazoezi kwenye ratiba yako ya kila siku, hasa kama shughuli zako ni za kukaa au shughuli ambazo hazitumii sana mwili. Secretary, iwe ni dereva, unapika chapati, unakaa masaa mengi, shughuli za namna hiyo. Hakikisha una aina fulani ya mazoezi. Mazoezi yoyote yale, mazoezi ya kukimbia, mazoezi ya kuruka kamba, yoyote ambayo yataufanya mwili wako uwe active. Ni swala la lazima, kwa sababu mmeng'enyo wa chakula, mwendo wa chakula kwenye utumbo mpana unapenda sana movement, unapenda sana maji, lakini unahitaji sana nyuzi. Kwa hiyo afanyie kazi haya mambo matatu, bila kusahau muombe Mungu. Kwa imani yako muombe Mungu. Unajua wakati mwingine binadamu tunajizima data kwa maana gani? Tunajisaulisha kwamba ni Mungu ndio aliyeweka nguvu za uponyaji kwenye vitu kama aloe vera na tiba zote za asili. Iwe tunataja mizizi, tunataja miti, tunajisaulisha hiyo. Na kwa hiyo tunapokutwa tuna tatizo, sio tu bawasiri, tatizo lolote la kiafya, akili zetu mara nyingi zinakimbia sana, nitumie dawa gani, nifanye nini? Lakini kitu cha busara sana ni kuongea na yule ambaye ameutengeneza mwili. Okay? Sisi madaktari wote ni wanafunzi wa mwili. Hakuna daktari anayeweza kufika nukta akasema ameuelewa mwili wote. Okay? Lakini kuna mmoja ambaye yeye haujifunzi mwili, anaujua ndani nje, na huyo ni Mungu. Kwa hiyo muombe Mungu pamoja na kufanya yote. Mungu ametupa akili, ametupa maarifa kama haya ambayo tunashiriki hapa, lakini hayamuondoi yeye kwenye nafasi yake kama mponyaji. Kwa hiyo muombe Mungu, nina tatizo la bawasiri, ninajaribu kufanya hiki na kile ambacho nimekifahamu, lakini nisaidie Mwenyezi Mungu uniponye tatizo hili, kwa sababu linaninyanyasa kwa namna hii na namna hii. Na Mungu ninaamini atasikia maombi yako, atakusaidia kupona. Usisahau kubonyeza subscribe ili usipitwe na somo lingine kama hili.